Yesu asifiwe. Siku ya leo tunazidi kumshangilia Bwana wetu na Mungu wetu. Karibu kwa mwendelezo wa masomo yetu haya. Ni muda mchache natamani tuutumie katika wakati huu kuweza kutafakari jambo hili ambalo tumekuwa tukiliangalia. Nikumbushe hili. Ni kweli tatizo kubwa sana hili limekuwa katika dunia yetu. Tatizo kubwa sana limekuwa katika jamii yetu. Tatizo kubwa sana limekuwa katika maisha yetu. Kudaiana deni. Nikumbushe baadhi ya mbinu ambazo unaweza kuzitumia. Mbinu ya kwanza, tumia maandishi rasmi ambayo ulikuwa umeandika kipindi cha nyuma, mnapeana mkataba, aidha mnapeana ile ahadi. Jambo la pili, tumia tarehe. Tarehe fulani, tarehe pia zitumike kwa ajili ya kuwakilisha malipo yako. Tarehe zinaweza zikasaidia sana katika ulimwengu huu ambao wanadamu tumejazwa na mambo mengi. Kusahau ndio kumetawala akili zetu. Jambo jingine, unaweza pia ukatumia mbinu hizo mbili, lakini usiache kutumia jambo jingine, kutegemea ahadi. Kukumbusha mtu yule ambaye uliahidiana naye kulingana na ambavyo mliahidiana naye. Kuna watu wanakuja kugeuka kabisa. Niongee hili kwa uchungu. Kuna watu wanakuja kugeuka baada ya kuona kwamba hana mbinu ya kulipa deni lile, anakuja kugeuka. Nikushauri tu mtu wa Mungu, hizi mbinu zitakusaidia sana katika kudai deni lako kwa wanadamu. Baada ya hapo, weka mipaka. Weka mipaka. Acha kila wakati tu unakopesha. Weka mipaka. Weka mipaka. Hapa sifundishi falsafa ya fedha, mtu wa Mungu. Naingia kwenye falsafa kamili ambayo nafundisha. Tunadai ahadi kwa Mungu. Tunadai ahadi ambazo Mungu alituahidi. Ninachotamani kukumbusha ni kwamba unapokuwa ukidai kwa Mungu, anasema Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 36, anakazia tudai ahadi kwa uvumilivu. Nakumbusha hizi pointi muhimu. Mungu hatumkopeshi. Yaani hata unapokuwa ukitoa zaka na sadaka, haumkopeshi Mungu. Zaburi 20:60 nasema vitu vyote, mali na fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Vitu vyote ni vya Bwana. Hatumkopeshi Mungu. Naomba hili lizingatiwe sana kwa unyenyekevu mkubwa. Unapokuwa ukimdai Mungu na ukidai kwa Mungu, wala tunadai ahadi, sio madeni. Kwa binadamu wala tunadai madeni. Tumia mbinu hizo ambazo nimekushauri na zingine ambazo nimezidi kufundisha. Na kama una swali pia, naomba zipo hapa. Sema swali lako. Sema hoja yako. Kama una kitu pia cha kuzidi kujenga, sema. Lakini nikazie, mbinu hizi ni sahihi sana. Tuache kuchoshana watu wa Mungu. Tuache, wakati mwingine kuna baadhi ya watu tumewaingiza katika dhambi kwa sababu ya madeni. Mungu wetu anakumbusha tuwe wavumilivu katika mambo yote. Ni kweli umedhulumiwa. Ni kweli unapaswa, kabla hujaenda sehemu yoyote ile, kudai hiyo ahadi. Mwambie Baba wa mbinguni, namalizia, ni kweli leo unatamani ulipwe ahadi ambayo umedaiwa na mtu fulani amekuahidi. Muombe Mungu sana, atalipa. La kukazia la mwisho ni kwamba Mungu wetu amesema kulingana na Kutoka 23 sura ile imezungumza, Mungu ajawa muongo. Deni lolote lile ambalo unaliona kwako Mungu, ahadi yoyote ile ambayo unaiona kwa Mungu, tunaamini kulingana na kitabu kile ambacho kinazungumza Step to Christ, ukurasa ule wa 96, unasema leteni madai yenu kwa Baba yenu. Leteni madai yenu kwa Baba yenu.